ya kuwepo mahali hapa na kwa ajili ya kutupesha pumzi ya uhai. Ndetse kuba Imana tuhaye umwuka w'ubuzima. Na watu wengine tumekopeshwa tu kwa ajili ya muda, tukopesheje munsi umwuka w'ubuzima. Na namshukuru pia na nasema asante ndashimana no bivuga ngo murakoze kwa Apostle asifiwe Imana asifiwe kwa kutupa nafasi ya kusimama mbele ya watu wa Mungu. Kueleza umwanya wo guhagarara imbere y'abantu b'Imana. Ni habari njema. Kubwiriza ubutumwa bwiza. Unajua kuna watu wengine ni mlango. Abandi bantu mu muryango. Unaweza ukawa umejaa na mafuta lakini mlango usipofunguka. Ushobora kuba wuzuye amafuta ariko umuryango utahubiri. Unajua nikifika hapa, urabizi ngeze hapa, wanapata mlango. Ndabona umuryango. Nilikuwa naomba pale. Nasengaga na kuna safari ilitakiwa niende Kampala. Alugendo nashaka kujya muri Uganda. Ntabwo nkunda kujya mu miryango y'abantu ziko nari mubwiza. Afenda nikifika sehemu kuhubiri na kuhubiri watu wa Mungu. Uza kugira ngo ningira ahantu mbashe kubwiriza abantu b'Imana. Nimesikia kwamba numvishije yuko wewe ni mlango utanipeleka Kampala nikahubiri. Wewe kitu gani kujana Uganda kandi cyo kubwiriza icyo kiri basi. Kuna safari na wewe ya kwenda nchini Kampala. Bandamwe kwa mgendo nawe kujya kubwiriza Uganda. Waje sinzi ko bizagenda. Wewe ndio unajua. Wewe ndio ubizi. Amen. Amen. Tunamshukuru pia mzee wetu ambaye ni mume wa mama kwa kubariki baba kwa ajili ya nguvu anayotia pembeni ya mtumishi wake. Hebu shangilia kwa ajili ya baba yetu. Nilikuwa na tafakari nitasema nini na watu wa Mungu. Wakati huyu bwana, huyu mtumishi alikuwa anaongoza ibada. Igihe uyu mukozi yarimo kuyobora itera. Maneno mengi yamekuja kuongea na watu wa Mungu. Bamagambo menshi aje yo kuganira n'abantu. Jana tuliongea kuhusu kibali. Ejo twaganiriye kubyerekeranye no kwemerwa. Nikataka niingie kwenye masuala ya kibali. Nshaka kwinjira muri ibyo byo kwibaza. Lakini sikujisikia kuongea. Ariko sinumvishije uburyo bwo kuvuga. Haleluya. Amen. Sasa kuna kitu Mungu ameshusha moyoni mwangu. Alicho Imana isaje mu mutima wangu. Ili nikiongee mbele ya taifa ya Bwana. Ngira ngo ninganire imbere y'ubwoko bw'Imana. Nataka niongee kuhusu ili kuwaponya ama ili kuponya kugira ngo gukira moyo umutima uliovunjika. Umutima uciye bugufi cyangwa umenetse. Ili kuponya ukiza moyo umutima uliovunjika. Wachiye bugufi cyangwa se umenetse. Kwa majina naitwa nabii ama prophet Ezekiel Masua. Naitwa Ezekiel Masua. Prophet Ezekiel Masua. Kutoka nchi ya Tanzania, mji wa Dar es Salaam. Kumva muri Tanzania hariya i Dar es Salaam. Na tuko hapa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tuli hano kubw'umurimo w'Imana. Mungu awabariki sana. Bali waumugisha cyane. Watatusomea. Baratusomera kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Sura ya 61. Mstari wa kwanza. Murongo wa mbere. Ashuka. Kumanuka. Afu watatusomea. Anone baratusomera. Kwa mtu mwingine atasoma Yohana 14. Ndimo narasoma Yohana 14. Mstari wa 16 mpaka 18. Wa 16 kugeza 18. Mtu wa tatu atasoma. Wa gatatu arasoma Luka. Muri Luka 7. Karindwi. 11 unashuka. 11 kumanuka. Tusomea hapa. Tusomere nihuta. Imana ari kuri jye kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe
kabiri kandi yamuye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahuriramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Watusomeye Yohana. Hakuna mtu mwingine kwa ajili ya Yohana ngapi? 14 mstari wa 16 hadi 18. Mtu mwingine achukue kwa haraka Luka 7:11. Mtu wa pili Luka 7:11. Kabisebe Yohana 14 guhera ku murongo wa 14 kugeza kuri 16. Mutwe ijambo ravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. 14 handitse ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga n'imfubyi ahubwo nzaza aho muri. Amen. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa we n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara bati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Amen. Amen. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Anasema nini mzee? Eti mwanzo alikuwa anakufa akafufuka, Yesu akamrudisha mamake. Endelea tena. 16 bose baterwa n'ubwoba, watu wakasema ati wote wakasikia woga. Yesu akasema manusu ukomeye abonetse muri twe. Eti nabii wakufu wanapatikana katikati. Kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Eti Mungu ametembelea taifa lake. Mungu amefariji taifa lake. Haleluya. Wale wanaandika wataisema mimi Genese 3 Mwanzo 3:8 hadi 12 itaisema okay. Ishina yangu kinasema kisomo kinasema ili kuwaponya waliovunjika moyo. Abamenetse umutima. Oh my God. Hapa ni Yesu. Yesu anasema katika Luka, lakini ni Isaya itabiri. Aliko ni Isaya wahamu. Amesema Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana Bwana amenipaka mafuta ili kutangaza habari njema kwa wanyenyekevu na kuwaponya waliovunjika moyo. Oh my God. Hapa duniani kuna maneno yanayovunja mioyo za watu. Kuna utofauti wa moyo uliovunjika na moyo ulioumizwa. Bora moyo ulioumizwa kuliko moyo uliovunjika.
kuumiza moyo ama na kuvunja moyo. Kwa kuwa Biblia inasema mwanangu, linda moyo wako kuliko kila kitu, kwa kuwa kwenye moyo ndiko kunatoka chemchemi ya uhai. Kama moyo umejaa na vitu, ndivyo kinywa kinanena. Sasa kama moyo umejaa na maumivu, umevunjika, hauwezi ukafurahi, hauwezi ukaimba wimbo, hauwezi ukaabudu Mungu. Tunaweza tukawa kanisani, wanaambia watu waabudu, watu wanashindwa abudu. Shida sio kwamba hao watu wanafanya makusudi, shida ni kwamba wala ambao tunawaambia waabudu, mioyo zao ni mioyo zimevunjika, ni mioyo zimeumizwa. Sijui ni nani amekuumiza moyo, sijui ni nani amekuvunja moyo. Moyo uliovunjika ni moyo mgumu, ni moyo ambao hauwezi ukasikia sauti ya Mungu. So maana Biblia inasema ukisikia sauti ya Mungu usifanye moyo wako mgumu. Moyo uliovunjika ni moyo gani? Ni moyo ambao unajua kweli, ni moyo ambao unajua sheria za Mungu, ni moyo unajua kutoa, moyo unajua kwenda kanisani, lakini unakataa maneno ya Mungu. Sio kama watu wanaelewa. Moyo uliovunjika ni moyo unamjua Mungu, lakini unamkataa Mungu. Utanielewa? Biblia inasema Adamu na Hawa walikuwa wanakaa katika bustani. Walikuwa wameumbwa kwa picha ya Mungu na mfano wa Mungu. Walikuwa na utawala, walikuwa wanatawala, na Mungu alikuwa anakuja kila jioni katika bustani kwa ajili ya kuongea nao. Maana yake nini? Ni watu walimjua Mungu, ni watu walijua sheria za Mungu, ni watu walijua sauti ya Mungu. Lakini wakati Adamu ametenda dhambi, Biblia inasema Mungu akaja kwenye bustani. Adamu achamuona Mungu, lakini alisikia sauti tu, akaenda kujificha. Mungu akapita, Adamu, uko wapi Adamu? Adamu akasema, nimesikia sauti yako. Kwenye bustani kulikuwa sauti za watu wengi, wanyama walikuwa na sauti, hata Hawa walikuwa na sauti. Adamu alijua sauti ya mbuzi, alijua sauti ya simba, lakini aliposikia sauti akasema, huyu ni sauti ya Mungu. Malaika alikuwa na ufahamu wa sauti ya Mungu, lakini kwa kuwa moyo wake ulikuwa umevunjika, moyo wake ulikuwa ni mgumu, akapenda tena kusikia sauti ya Mungu. Nataka nimwambie mtu, kama moyo wako ni mgumu, hauwezi ukasikia hata unabii, hauwezi ukasikia hata sauti ya Mungu, hauwezi hata ukabarikiwa, hauwezi hata ukapona. Adamu akanificha, akasema, nimesikia sauti na nimejificha. Mungu akawa mbali na Mungu. Mungu hakuweza kuongea na mtu, Mungu hakuweza kutembea na mtu. Ndio maana ikabidi Yesu aje duniani kwa ajili ya kuponya moyo uliovunjika, moyo uliovunjika. Ili kuponya inabidi
company. Moyo kama umevunjika, ili kuuponya inabidi waubadilishe. Biblia inasema nitaondoa moyo wa jiwe ndani yenu na nitaweka moyo wa nyama. Moyo unaosikiza sauti ya Mungu, moyo unaomjua Mungu, moyo unaokubali sheria za Mungu ni moyo wa nyama. Na moyo wa nyama ndipo roho wa Mungu anakaa. Sasa shetani kazi yake ni kuvunja mioyo za watu ili watu wasisikilize Mungu. Lakini nataka nimwambie mtu ya kwamba kuna mtu mmoja alipakwa mafuta, kuna mtu mmoja alitumwa. Ninaelewa ya kwamba naye anaweza kuponya moyo uliovunjika. Ili kuponya moyo uliovunjika, jambo la kwanza inabidi apakwe mafuta. Jambo la pili inabidi roho wa Bwana wetu wake. Jambo la tatu inabidi atumwe. Nataka nimwambie mtu, kuna mtu alitumwa. Kupakwa mafuta ni nini? Ni kupewa kazi. Kupakwa mafuta ni nini? Ni kuwa na manda. Ni kupewa ruhusa. Na moyo hauwezi ukavunjika kama hakuna ule aliyeuvunja. Kitu kinanishangaza mambo na jua nini? Ni kuponya moyo uliovunjika. Inabidi anayekuja kuponya awe na vitu vitatu. Manake sio jambo rahisi kuponya moyo uliovunjika. Ni vigumu sana watumishi wa Mungu kuhubiri wa Kristo walioacha njia ya Ukristo. Ni rahisi kuhubiri mtu hajawahi kuingia kanisani. Kwa kuwa ule hajawahi kuingia kanisani ni mtu ambaye hajajua neno la Mungu na ana moyo wa kuvunjika, ana moyo ulioumizwa. Asa aliyevunjika moyo ni mtoto wa nyumbani, ni mtoto wa Mungu, ni mwana wa Mungu, ni mtu wa Mungu. Ili kumrudisha kwa baba yake inabidi uwe na mafuta. Jambo la pili inabidi roho wa Bwana wetu yako. Mama asifiwe, sikiliza. Ili watu wache kanisani, sio kwa kuchomana. Usicheze na mtu ambaye ana roho wa Bwana na ana mafuta ya Mungu juu yake. Maisha yenu hayabadiliki, mioyo zenu zinavunjika, mioyo zenu zinaumia. Kwa sababu gani? Haujakutana na mtu ana mafuta ya Mungu, haujakutana na mtu ana roho wa Bwana. Ndani ya kizazi yako kuna uchawi unakuvunja moyo, kuna nguvu za giza zinakuvunja moyo, kuna wachawi na kuumisha, kuna mateso ya dunia na kuumisha. Lakini shida ni nini? Tunaomba aupate jibu. Nataka nimwambie mtu, sisi wote tunaweza omba, lakini sisi wote hatuwezi kuponya mioyo. Anayeweza kuponya moyo inabidi awe na mafuta ya Mungu, inabidi awe na roho ya Bwana. Ndio maana siku ya leo namwambia kila mmoja ambaye ameumizwa moyo, ambaye alivunjika moyo, ya kwamba mafuta ya Bwana yako juu yako. Roho wa Bwana yuko juu yako. Hata kama umeumizwa au kama unaishi ulivyoingia, nasema unaishi ulivyoingia. Huku nyakati ngumu sana ambayo
kipindi kigumu ambacho ili mtu kukubali maneno ya Mungu. Kila mtu anajua, kila mtu ana matukio alionana naye. Watu wamekutana na watumishi wengi, watu wameumishwa kwenye makanisa, watu wamevunjika bila kwenye makanisa. Lakini nataka nimwambie mtu, kama kuna watu wanaumishwa, kama kuna watumishi wanavunja kila moyo, lakini kuna wengine wamepakwa mafuta, kuna wengine wana roho ya Bwana kwa ajili ya kuponya moyo wako. Nataka nikwambie, usiende kwa waganga, usiache Mungu, usikatae kuomba. Bado kuna wengine ambao wana roho ya Bwana, bado kuna wengine ambao wana mafuta ya Mungu. Ndio maana natangaza kama nabii wa Bwana, yoyote anaingia mahali yako utatoka kishifunia. Kama una furaha, pokea furaha katika jina la Yesu. Kama una amani, pokea amani katika jina la Yesu. Kama una nguvu, pokea nguvu katika jina la Yesu. Kwa kuwa sijaja kutangaza habari ya baba yangu, sijakuja kutangaza habari ya mama yangu, sijakuja kutangaza elimu yangu, sijakuja kutangaza pesa zangu, lakini nimekuletea habari njema ya Yesu. Habari njema ya Yesu amesema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, Bwana amenipaka mafuta ili kuwatangazia habari njema. Ni nani anahitaji habari njema? Ni yule ambaye ana moyo umeumishwa, moyo ulioumishwa na kuhitaji kitu kingine. Unahitaji habari njema. Soma habari njema ninayo ni kwamba Yesu anaponya moyo wako. Habari njema ninayo kama uko na magonjwa, kwa kupona kwake Yesu sisi tumepona. Habari njema ninayo kama mganga alisema wewe utapona. Habari njema ni kwamba katika jina la Yesu utapona. Kama alisema ufungwa kwenye familia yako, habari njema ni kwamba utafunguliwa katika jina la Yesu. Utafunguliwa katika jina la Yesu. Kuna watu walitumwa kwa ajili ya kuvunja moyo wako. Kuna watu walitumwa kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Nataka nimwambie mtu, ili moyo uvunjike, ili moyo uumishwe, inabidi watume mtu. Shetani alituma mtu akakuvunja moyo. Shetani alituma wachawi wakakuumiza moyo. Lakini Bwana anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, Bwana amenituma. Nimeelewa ya kwamba Yesu hajakimbia mbinguni, Yesu hajajiendea mwenyewe, alitumwa. Kuna utofauti ya aliyetumwa na aliyefukuzwa. Biblia inasema ya kwamba kwa dunia, kwa kuwa shetani ametupwa, amekuja kwenu ana muda mchache. Nataka nimwambie mtu, shetani hakutumwa lakini alifukuzwa. Kuna ninakwambia leo, Yesu wa Nazareti hakufukuzwa mbinguni, lakini alitumwa. Alitumwa na misheni ya kuponya moyo wako. Tumaini la kutangazia kama uko na maumivu ya moyo, anza kuponya katika jina la Yesu. Kama ni kwa wazazi, Yesu akuponya katika jina la Yesu.